inakupa iko nje ya mada yetu, lakini nakupa madukani, sio madukani, kwenye mabucha ndio wanayouza nyama, kuna lingine wanayouza samaki. Blaza, ile mizani tunapigwa sana sana. Ile mimi nakubaliana na wewe. Na rafiki yangu mmoja alinielekeza jinsi ambavyo wanafanya. Akasema mimi kwenye huu mzani kwa siku na yani anatoa nukta chache ambazo wewe huwezi kuzishtukia. Alafu hii mizani namba hii. Yani yote sasa hivi wameichezea. Ile namba naona kama tunaibiwa sana. Alikuwa na save kama kilo. Na kilo ya nyama ilikuwa ni 10,000. Na boss pale kwa siku pia alikuwa anamlipa 10,000. Kwa hiyo ina maana kwa siku anaondoka na 20,000. Ambazo ukipiga kwa haraka kwa mwezi ni kama 600,000. Kwa kama akiuza kilo nyingi kwa siku, manake ana save zaidi ya hiyo kilo moja. Mimi kuna siku bwana nimetumwa hiyo samaki hiyo, kuna mtu aliniagiza babu. Yule mtu bwana kumbe nayo mezani. Akaniambia Duli, uliponunua leo usiende kununua tena kesho. Mpaka leo sijajuaga, inaweza kawa sababu hiyo. Nikamwambia samaki wabovu, samaki wazuri. Alikuwa akitoka kununua samaki au akitoka kununua maini au akitoka kununua nyama, si ana mzani, akifika anaenda anapima. Anaona robo aliopimiwa kule huku robo haifiki. Ushaona. Kwa alichokuwa nakifanya kishagundua tu sehemu fulani na hiyo michezo haendi. Na hata zile namba unazo kuonyesha pale, Yesu ana namba zake anaziona huko, na una namba kule unaziona, zile zinakuwa ni tofauti. Lakini mimi naona kama wauzaji, tajiri anaweza kawa ajui. Tajiri hajui. Na hata kama akiwepo, huwa unafanya kwa akili fulani ambayo tajiri hawezi kushtukia. Sasa shida ni mishahara midogo wanajiongeza au ni tabia tu za watu? Yaani hiyo inakuja kwa sababu unavyolipwa pia mshahara, si kwamba nalipwa pesa nyingi hiyo. Kweli. Kwa hiyo zile zinakuwa ni hela zao za ziada. Ushanifahamu? Na zile ndo zinakuwa nyingi kuliko hata huo mshahara. Ndio maana unakuta sehemu huyu mtu mshahara kiasi fulani. Lakini ukimwangalia na mshahara wake ni tofauti. Kuna vitu, na hata kama utapata bahati kufika nyumbani kwake, ukiangalia tu mazingira anayoishi na mshahara anaopokea, ni kama vile ambavyo tunakuwa mama ntilie. Umeona mama ntilie kwa sasa hivi ndio imefika shilingi 5,000 kwa siku. Lakini unajiuliza huyu mtu anakoishi nauli kwenda kurudi. Sawa. Mdada wa kazi. Ana mdada wa kazi nyumbani na mtoto. Alafu kwa ile haiwezi kutosha. Lakini unakuja kugundua huyu pale kuna michezo atakuwa anaicheza pale kwa bosi, kuna plate zinapita hivi. Kwani busy kuna ubaya mtu kijiongezea virupurupu ofisini kwake? Ikiwa si kwa njia ya wezi. Na ni kitu ambacho kiwezekani. Kama hajamuibia bosi, amemuibia mteja. Yaani lazima mmoja atapigwa. Kwa sababu ndio mimi nasemaje. Lakini ikiwa mtu anapata kipato kwa ile hali ya kuwa mchapakazi, kuna ile unajua, kuna ile mtu ni mhudumu sawa wa chakula, lakini akikuletea chakula iko on time, anakuletea cha moto, unakuta bwana hiyo chenchi izuia. Hiyo sio mbaya, lakini kwa ile njia ambayo either atampiga bosi wake au atampiga. Kwa hiyo tunarudi pale, shida ni mishahara. Kwa sababu anaweza kuletea chakula kwa 2,500 lakini chakula kile 2,000. Kwa hiyo shida ni mishahara. Ina maana hao watu wakiongezewa mapato kidogo hawezi kufanya hivyo. Hapana Nzoi. Mimi naamini shida hapana. Shida inakuwa sio mshahara. Shida inakuja kwenye mambo mawili. Mimi na uhitaji wa kazi, kwa nitakubali huo mshahara japokuwa najua kabisa huo mshahara ni mdogo, kwa sababu nina uhitaji na hiyo kazi. Alafu cha pili, ninakuja kujiongezea gharama za maisha mimi mwenyewe. Manake kama nitakuwa nalipwa 5,000, natakiwa kuishi gharama za maisha zinazofanana na shilingi 5,000 kwa siku. Ushanifahamu? Kwa mfano kama itakuwa nisema unakuta labda asubuhi unawahi kazini, mchana utakula pale, usiku utakula nyumbani. Mimi natakiwa niwe na gharama za maisha zinazofanana na mshahara wangu. Kitu ambacho kwa Watanzania wengi hatufanyi hivyo. Hata hao tunaowaona mawaziri, tunaowaona wabunge, wafanyakazi wa makampuni makubwa, nao wako hivyo hivyo. Atakuwa anapokea hata kama ni shilingi 1,000, 2,000 kwa mwezi, lakini gharama zake za maisha zitazidi ile 2,000,000, na ndio maana bado utakwenda ofisini, lakini bado unakuta huyu ni mkurugenzi atataka rushwa shilingi 20,000. Unaanza kujisema huyu 20,000 namsaidia nini? 10,000 unamsaidia nini? Gharama zake za maisha zimezidi mshahara ambao anapokea. Kwa lazima mmoja wapo apigwe bosi au yule anayehudumiwa.
Kwa hiyo gharama zishushwe, kwa sababu mimi ukiniambia gharama zinakuwepo kutokana na maisha yalipo kwa sasa. Na si gharama za maisha. Nielewe. Tunajiongezea gharama za maisha. Gharama za maisha. Kwa hiyo nataka wewe nikwambie. Kwa hiyo wewe una sasa bei yake kama sasa hivi mafuta Shell sio na bei yake, unga una bei yake. Hiyo ni gharama za maisha ambazo ni in general. Kwa hiyo wewe ngoja. Kwa hiyo nataka kuniambia yule anaopokea kiasi kichache asile nyama, asile ubwabwa? Hapana. Mimi asinywe soda. Kama unapokea 200,000 kwa mwezi, wewe unatakiwa uishi kutokana na 200,000 kwa mwezi. Haya maisha. Ngoja tunaenda taratibu. Ndio. Hebu nigie gharama za maisha ya kawaida tuseme. Ya kawaida ni okay. Yani kwa mfano utanunua hiki na nauli kwanza. Wengi hatupati bahati ya kufanya kazi sema ambapo utatembea tu, ni wachache sana. Ndio. Tuna nauli. Sawa, unaweza kusema kwa mfano hapa sikiliza online ilipo. Wewe unapotokea ambako unafika hapa. Natumia nauli. Kutoka hapa mpaka stendi kubwa pale kama ni boda shilingi 1,000, 1,500. Sawa. Kwenda kurudi manake ni shilingi 3,000. Sawa. Ukitoka pale mpaka nyumbani kama utapanda bajaji manake ni shilingi 1,000. Kwa sasa hivi 1,500. Kwenda kurudi 3,000. Tayari ni shilingi 6,000. Ushanifahamu? Kama tutafanya kipindi muda ambao tunatakiwa tule, kuna chakula, tuseme 2,000, tayari ni shilingi 8,000. Sawa. Kwa hiyo 8,000 ni gharama za wewe kwenda ofisini na kurudi kufanya kazi yako. Sawa. Ni shilingi 8,000. Sawa. Ushanifahamu? Nishakufahamu. Unapoishi kama umepanga tuseme labda ni shilingi 60,000 kwa mwezi, maana yake ni shilingi 2,000 kwa siku. Si ndio? Tunaongeza kwenye ile 8,000 inakuwa shilingi 10,000. Maana yake nimelipa kodi, nimeenda ofisini, nimerudi. Sawa? Tunaingiza umeme kwa mwezi unatumia shilingi ngapi? Ni kuchangania tunachangaga naweza kufika 10,000. 10,000 kwa mwezi. Si ndio? Na maana yake let's say kama ni shilingi yani maana tunataka tupate kwa siku ni shilingi ngapi? Sawa. Tuna maji. Tuweke 5,000. Ushaona inakuwa ni 15,000 umeme pamoja na maji. Si ndio? Sasa tunakuja kuijumlisha na hii shilingi 10,000. Kwa unaweza kufika mpaka kwenye 12,000, 13,000 kwa siku. Sawa. Ushanifahamu? Kwa kama unapokea 4,500 tuseme, manake wewe matumizi yako kwa siku ni shilingi 15,000. Ina maana ni 4,500 kwa mwezi. Lakini manake hiyo hela haiongezeki kitu kingine chochote hapo. Hiyo lakini unayoiweka hizo kazi hizo kidogo zinakuaga tena, hizo ni kazi za maana. Mimi nazungumza na hawa tunaosema wanaopewa kwamba tayari gharama zako za maisha wewe ya kawaida ni shilingi 10,000. Huyo lakini unaweza kushangaa na mkataba kabisa. Ushaona? Maana yake 15,000 wewe kwa siku, alafu umeajiriwa sehemu unafanya kazi unalipwa 1,500,000. Matumizi yako wewe kwa mwezi ni 4,500,000. Na umeajiriwa sehemu ambayo unalipwa 1,500,000 au 2,000,000. Unadhani unaweza vipi kuzimudu gharama za maisha? Ndo lazima bosi apigwe au unayemhudumia apigwe. Suluhisho la hii suluhisho kwa sasa mimi siwezi kusema suluhisho ni nini, kwa sababu ukitokea mchongo lazima uende. Ushaona? Mchongo huko sehemu fulani ukipiga tu nauli kwenda kurudi mpaka 6,000. Kwa hiyo either uende kuifanya hiyo kazi au kae nyumbani ufe njaa. Kwa hiyo bora uende, utajua mbele huko. Mimi naona hii suluhisho inaweza ikapatikana, kwa sababu mimi naona kama wanatangazaga kima cha chini cha mishahara. Lakini mimi naona kama haifanyiwi kazi. Tatizo letu bado liko pale pale. Haifanyiwi kazi. Yaani kwa sababu kuna kipindi ulisemaga mfanyakazi au yule mfanyakazi na dada anaosaidia kazi za ndani. Ndio. Walisemaga shilingi ngapi nakumbuka. Sasa hivi nimeona kutoka juzi kuna sehemu nimesoma wanataka alipwe 300,000. Haya, lakini mimi na imani hawalipwi 300,000. Hawawezi kulipwa 300,000. Iko hivi. Hata hawa wasaidizi wa ndani ambao wanapiganiwa kulipwa hiyo 300,000 sio hawa wa kwetu sisi. Sio kama unanielewa. Sijakuelewa. Sio hawa wa kwetu sisi ambao tunawatoa kijiji cha Sogea Mbele huko, tunawatoa Chibumagu au Mbwinde huko. Sio hao. Ni wapi? Ushaona? Hao tunazungumzia wale wafanyakazi wa nyumba zile za fence, wafanyakazi fulani wanavaa uniform. Unanifahamu? Ndio ni beki 3 lakini beki 3 fulani hivi. Kumbe. Wao ndo wanaweza kutrace kwamba sisi tunataka tulipo hiyo 300,000. Lakini sio hao ambao unakuta wanaajiriwa wengine wako chini ya miaka 16,
wamemaliza darasa la 7 tu, nyumbani hawaeleki, wameajiri ndio 50 40 ndio hao ambao iliongezwa mpaka kuibia akaona milioni 10. Ala, wewe ndani umeweka hela zako vibaka, unaona laki hapa 10 ha umuone. Basi mimi nilijua yale mazungumzo yanaongewa kama hao wasaidizi wa kazi za ndani, nikajua wote inakuwa ni wote, lakini katika kufuatilia kwamba nani atamlipa 300,000 mfanyakazi wa ndani, wewe utamlipa mfanyakazi wa ndani 300,000 na wewe unapokea 200,000. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa kila mbuzi atakula urefu wa kamba yake. Basi ndo tuache nao wale tunaowazungumzia. Wanatupiga sasa. Tukienda sheri wanatupiga mafuta. Tukienda kwenye sehemu za kula wanatupiga kwenye mizani mboga hizi. Si ndo hapo kazi sasa kwenye hata unakwenda kununua mchele, maharage. Kuna juzi nimepewa story. Dada moja alienda kununua maharage sehemu, kumbe yule bwana yale maharage ya chini ni magumu. Maharage magumu ni yanachelewa kuiva kuliko yale malaini. Alichokifanya pale juu kasambaza maharage laini. Kwa ukifika unachukua na ngata kangata vile laini, nipimia kilo kadhaa. Kaenda kupika. Pika na wewe. Pika na wewe. Kumbe chini kaeka magumu. Hata mchele juu unaweka ule mchele super mzuri. Wewe kama unapaka mafuta fulani. Sio kama huwa unapaka mafuta hivyo, unapaka mafuta kwa mchele unaweka unang'aa. Ukifika unachota wa juu. Kwa hiyo wanaanza kuunga kabla hujapikwa. Wa chini sasa ule. Shughuli utaiona. Unaweza kusema mbona huu mchele ndio unaoona na nao upika ni tofauti. Kwa hiyo michezo iko sehemu zote. Ila tunaweza tukaipunguza kidogo. Serikali ichukue hatua ndo inaweza kapungua, lakini sisi kama wananchi hilo jambo ni gumu. Ndio kama hivi tunaongea. Kama hivi tunaongea watatusikia. Wanaweza, serikali yetu ni sikivu, wataifanyia kazi. Watu tu pia na watu wa vipimo wao wanajitahidi kupita mara kwa mara kwa. Unajua wanafanya vizuri sana TRA. Na hata mimi nawapongeza. Yaani kwa sababu wao wakiona hamji kulipa ile ya nani yao ya kila mwaka, watawatangazia, jamani tutapita siku fulani, kama hamjaja kulipa tunafunga maduka. Na unaona jinsi ambavyo watu wanalazimika, hata watu wa mizani ya dukani wanavyohangaika. Lakini sio wote ambao wana lakini mimi kuna muda waga swalaumu wao, ujue wale wanatakiwa wapelekewe taarifa. Sisi ndio tunautumia hivyo vitu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo hata sisi wananchi natakiwa tupeleke taarifa. Ina maana tunavokaa kimya wale wanajua mambo yako safi. Taarifa unazipeleka kwa nani? Taarifa unazipeleka wewe, kwa mfano taarifa unazipeleka kwa nani? Tunapigwa sheri. Haya, kwa mfano unampelekea nani taarifa? Kwa mimi nafunga hapa safari na kwenda ofisi fulani kusema. Nisema hapo nako. Hilo nalo ni tatizo. Wangeona tuwekea ofisi bwana, matatizo haya matatizo haya zipo. Na wewe ndo wewe mwenyewe umesema bwana, mimi siwezi kwenda kumwambia manager wa sheri kwamba bwana mimi nimefika hapa nimepewa huduma mbovu. Sisi tunapendana. Sisi tunapendana sana. Yaani uzuri wa Tanzania waga tunamwaza na yule aliyokuwepo. Yaani ujue sisi tumeelelewa, shida ndo zimetulea kwa kiasi kikubwa. Kwa unapoona hata umeenda sehemu mtu amekufanyia kitu huja kipenda, lakini unaona huyu nikimwadilia kazi. Yaani maana shida zangu mimi naye na zako ni hizo. Hicho. At least basi ana kazi, hata mimi acha tu nivumilie, nimehudumiwa leo vibaya, acha tu nivumilie. Ndio maana nakwambia ukishindwa. Tunachokifanya sana ni kuhama. Sisi asila zetu hautuoni tena. Utuoni. Duka fulani amesienda. Yaani unaona watu wanapungua. Tunapungua kweli. Na pale naye akizingua naye tunamwacha. Sisi hatuendi kusema kokote, ila tukikosa sehemu ya kwenda tunajua kule mwanzo tuko zingulio tutakuwa umenyoka kidogo, tunarudi tena tunafanya recycle. Nchi yangu nzuri sana. Bwana mimi tumalize. Mazungumzo sio marefu sana, ili nane tutazama pate nafasi ya kuchangia kama kuna chochote cha kuchangia. Tutakutana tena wiki ijayo kwenye mazungumzo kama haya. Mimi naitwa Crazy Business kwa Kiswahili, naita Kichaa Biashara, lakini kule kote nyumbani wananiita Lukwale Lusuluza. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Zoe aka Baba Shadia aka Baba Shamsa, Baba Shafiki, Baba Irini. Wewe mzangu vipi? Wewe una watoto wangapi sasa? Bwana na 4. Wewe?
Sina mtu mmoja. Bila. Baba toa au? Mimi sio baba toa. Unajua ukitaka kufyatua matofali bora, lazima umiliki mashine bora kufuatilia matofali. Wewe mwenzangu umepata bahati ya kufuata mashine nzuri ya kufuatilia matofali. Na ndio maana unayo. Kwa mimi bado mashine nazo zipata za Kichina. Basi subiria Mjerumani. Nakuombea upate mashine nzuri kabisa. Basi mpaka wakati mwingine tukutane tena hapa kupitia YouTube channel Sikiliza Online kwa mazungumzo mengine kama haya. Unaweza kutia comment yako kupitia comment box hapo chini, ama ukatufollow kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Instagram tupo, Facebook tupo, TikTok tupo, lakini pia LinkedIn tupo, X pale tupo. Tufollow sehemu yoyote ile, weka maelezo yako kwenye comment box hapo, sisi tutapita nayo. Asante sana kwa kutizama, kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unacho cha kutuelekeza, kama kuna sehemu tuongeze kitu, tupunguze kitu, hata kama una mada unapenda tuzungumzie, hata kama unataka kuwa mgeni kwenye kipindi, tunakukaribisha. Hii ni ya wote, ya kwetu sote.